Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimia katika jina la Yesu na ninakutakia heri ya Pasaka. Kristo amefufuka na hakika amefufuka kweli kweli. Natamani siku ya leo tutafakari kidogo pamoja nawe neno la Mungu kutoka kitabu cha Marko ile sura ya 6 mistari michache kuanzia mstari wa 14 mpaka 29. Hiki ni kisa ambacho nafikiri walio wengi wanaosoma neno la Mungu watakuwa nakijua. Ni kisa cha habari ya binti Herode wakati ilikuwa ni Herode anasherehekea siku yake ya kuzaliwa. Aliandaa sherehe kwa ajili ya watu wa kwenye kasri lake pale, kwa watu wakala wakafurahi na wakucheza akacheza. Sasa miongoni mwa watu walikuwa wakicheza pale waliokuwa wakitumbuiza ikawa pamoja na binti yake, na kwa kweli alicheza kiasi kwamba akawazidi wote waliokuwepo pale kwenye kucheza, na mfalme akatoa zawadi kwamba huyu kila atakayefanya vizuri kuliko wengine wote. Sasa kwa sababu alikuwa ni mtoto wake amefanya vizuri, akamwambia, mwanangu, chagua, utakachochagua nitakupa, hata kama utachagua nusu ya ufalme wangu mimi nitakupa. What an opportunity. Sasa ndipo hapa natamani tafakari tu kwamba ni muhimu tukajiandaa kwa ajili ya fursa, kwa sababu kuna mlango mmoja Mungu ataufungua kwa ajili ya kukutana na fursa, kiasi kwamba kama utakuwa hujajiandaa utapishana na hiyo fursa. Unapatikana muda, inapatikana ni nafasi moja tu ya kukutana na Goliath, kupata ruhusa ya kwenda kupambana na Goliath kwa Daudi ilikuwa ni nafasi moja tu na ikabadilisha maisha yake. Na hapa tunaona kwamba mfalme ametoa zawadi, ametoa fursa kwa mtoto wake kwamba, mwanangu, umecheza vizuri, sasa chagua ni nini unataka nikufanyie na nitakufanyia, hata ikibidi nusu ya ufalme wangu. Lakini guess what? Huyu mtoto alikuwa hajajiandaa na chochote kile. Yeye amezaliwa tu kwenye kasri, amezaliwa kwenye familia ya kifalme. Anaona kila kitu kiko kinakuja mezani muda anaotaka. Everything was there. Kwa kiasi kwamba hata hakuwaza, hakujibidisha wala kufikiri kwamba kuna kesho, naweza kaimagine vitu vingine kwa ajili ya kesho. Hata kufikiria hilo jambo. Ndio maana anapoulizwa pale, swali likaonekana kuwa gumu sana. Akaenda kabili kumuuliza mama yake. Asijue kumbe mama yake yeye ana plani yake tayari. Kwa mama yake yeye, unajua ukifuata soma kisa kwa nyuma, kulikuwa na ugomvi kati ya Herodi na huyu Herodia mke wake na Yohana Mbatizaji ambaye tayari alikuwa gerezani, kwa sababu Yohana alienda kumkemea yule dada na yule Herodi, kwa sababu Herodi alikuwa amechukua mke wa kaka yake. Huyu Herodia alikuwa mke wa kaka yake Herodi. Sasa huyu mama anataka mke wa Herodi, lakini ni jambo ambalo halitakiwi kitamaduni na katika mazingira aliyokuwepo kipekee. Ilikuwa ni dhambi, ilikuwa ni kosa, na Yohana amewadrasi hilo tatizo kwamba hili ni kosa, hii ni dhambi, itakiwa kuwa hivyo. Sasa mama anampango kwamba huyu Yohana huyu ndio kizuizi, ndio ananinyima raha mimi kukaa kwenye hii ndoa. Kama ingetokea namna yote akakata kichwa, basi mimi kwangu ingekuwa ni fursa maana sana kwenda kuyaishi na kufurahia maisha yangu na mume wangu hapa nikipata privileges za kwenye falme. Kwa hiyo ilikuwa ni plani au yalikuwa ni maono ya mama yake. Sasa kwa sababu binti huyu hakuwa na plani yoyote ile, hakuwahi kuimagine future yake inavyoanaje, hakuwahi kufikiria chochote kile kuhusiana na maisha yake, akaenda kwa mama yake. Mama yake akasema, yes, I was looking for this opportunity. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu mama akatumia fursa ambayo ilifunguliwa na mwenye nayo hakuiona kama ni fursa, akaomba kichwa cha Yohana. Na kweli binti akaenda kwa baba yake akamwambia, naomba kichwa cha Yohana. Na kwa sababu baba ameshaahidi, baba alisikitika, kwa sababu unajua kama ungetarajia kwamba mtoto angeomba kitu cha maana, cha thamani. Ndio maana akakileta hata sawa na nusu ya ufalme, kwamba hata kama ingekuwa ni kwenye lesho au kwenye level of ufalme ningekupa, lakini naona mtoto hajajiandaa, alichoshakuomba ni kichwa cha Yohana. Na akampa kwa sababu alikuwa ameshaahidi. Mfalme alikuwa ameshajifunga kwenye kiapo chake akampa. Na unaona historia inaishia pale. Alichokipata ni kichwa cha Yohana. Sasa wewe niambie, unayetazama hii video, kichwa cha Yohana kilikuwa na faida ipi kwa huyu binti? Unaona kwamba ni matokeo ya kutojiandaa kwa ajili ya mlango utakaofunguka. Kwa na wewe ni muhimu sana ukajua kwamba Mungu kuna wakati atakufungulia mlango. Swali langu la kwanza na kuuliza, je, ni nani huyo utamshirikisha au utamwambia habari za mlango wako uliofunguka? Kwa sababu huyu binti hapo mwambia mama yake ndio ilikuwa mwisho wa ile fursa. So mama alitumia ile fursa kama jambo lake au kama mlango wa kufanikisha jambo lake. Wewe ni nani unamshirikisha mlango unapofunguka? Na hili ni jambo la kuliangalia hilo. Lakini tunaona kwamba
mlango au fursa kama hii ilitokewa kwa mtu mwingine kwenye Agano la Kale. Kusoma kitabu kile cha Esther sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 8, the same question alilouliza Herode kwa mwanae kwamba niambie nikupe nini, hata nusu ya ufalme nitakupa, ni swali hilo ambalo mfalme Ahasuero alimuuliza Esther. Baada ya kuwa Esther ameandaa ile kalamu, ameingia pale kwenye kalamu akamwambia, Esther, niambie nifanye nini, hata nusu ya ufalme nitakupa. Lakini angalia hawa watu wawili, utajifunza kitu. Kwa Esther alikuwa ameshajiandaa, alikuwa anasubiria tu fursa ya mfalme aseme jambo ili kusudi taifa lote la Israeli liweze kupona. Na unaona mfalme alipouliza ile swali, Esther akaingia hapo kwamba mfalme, mimi na watu wangu tumetengenezwa kuuawa na Hamani, kwa hiyo usipofanya jambo tunakufa. So do you see hapa the same question kwa huyu Esther liliokoa taifa zima, alafu kwa Herodia huyu binti Farao the same question alishia kupata kichwa cha Yohana. Ni muhimu sana tukajiandaa, tuishi maisha ya kujiandaa. Kila chochote tunachokifanya tujiandae, tujue kwamba kuna wakati Mungu atafungua mlango, na mara nyingi fursa zinapatikana mara moja. Kuna watu wanasemaga bwana, huyu jamaa amepata bahati, lakini kwa kweli kwenye maisha kuna vitu ambavyo hatuishi tu kuvita ni bahati. Kwanza, bahati ni nini? Bahati ni pale ambapo fursa imekutana na mtu aliyekuwa amejiandaa kwa ajili ya hiyo fursa. Kwa anapoitumia hiyo fursa, watu wa nje wataita ni bahati, lakini kwa kweli kulikuwa na maandalizi. Kwa maandalizi yanapokutana na open door, tunasema hiyo ni baraka, au wengine huko nje wanasema bwana, jamaa amebahatika. Sasa nikuulize wewe unajiandaaje? Na unajua pia kujiandaa kwa ajili ya fursa sio kitu chepesi. Ni kitu kinahitaji muda, ni kitu kinahitaji utulivu, ni kitu kinahitaji maombi sana, ni kitu kinahitaji akili iweze kuwa katika hali ya utulivu ya kutafakari vizuri na kwa kina. Nakumbuka tukiwa kwenye training moja ya vijana, ikafanyika challenge. Mtu alitoa offer kwamba kuna $1,000,000 hapa, mkae kwenye kundi cha watu 4 mtengeneze strategy. Ni nini mnaweza kufanya kwenye hii $1,000,000? Tengeneza strategy kwa ajili ya kutumia hii $1,000,000 na iweze kuleta faida ndani ya miezi 3, kiasi kwamba hiyo faida inaweza kuzalisha hiyo $1,000,000. Ilitumia muda mrefu sana pale. Vijana walikaa na kujiuliza na nini, na nafikiri tulikuwa na vijana karibia zaidi ya 60, lakini nafikiri ni kundi moja tu ambalo lilitengeneza plan ambao kwa kweli ilikuwa kushawishi ile $1,000,000 kutoka. Kwa naona kwamba kama hiyo fursa kweli ingefunguliwa, watu wengi walikuwa nakosa, si kwa sababu fursa haipo, lakini hakukuwa na maandalizi ni kwa namna gani kuweza kuitumia hiyo fursa. Kwa hiyo kama ambavyo tunaona kwa Esther alijiandaa na matokeo yake ni kulikomboa taifa zima, na Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Waefeso pia kwamba tuko kwenye zama za uovu, tuishi tukikomboa wakati. Pale kwa Kiingereza nasema tumia kila fursa inayopatikana, make every use of every opportunity. Kwa Mungu atatufungulia fursa nyingi. Ni muhimu sisi kujua kujiandaa kwa ajili ya hizo fursa, kwa sababu ikipita itakuwa imepita. Halitakuwa kosa kwa Mungu wala kosa kwa nani, ni kosa kwako, kwa sababu ulikuwa na nafasi ya kujiandaa. Mungu akusaidie, Mungu anisaidie, tujue kwamba Mungu yuko tayari kutufungulia milango.